Ni saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Hujambo na karibu katika matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Saumu Njama. DW Habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Rais wa Marekani Donald Trump atishia kutoiunga mkono Israel iwapo itauvamia ukingo wa Magharibi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kutoa wito wa Ukraine kuongezewa makombora na Ulaya. Na Umoja wa Ulaya waweka mikakati ya kusitisha utoaji wa gesi chafu. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani haitoiunga mkono tena kivyovyote Israel iwapo itauvamia ukingo wa Magharibi ambao imeukalia kimabavu tangu mwaka wa 1967. Katika mahojiano aliyoyafanya na gazeti la Time mnamo Oktoba 15 na ambayo yalichapishwa jana, Trump ameionya vikali Israel akisema uvamizi hauwezi kufanyika kwa sababu hiyo ndiyo ahadi aliyoitoa kwa mataifa ya Kiarabu. Matamshi haya ya Trump yanakuja wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ameonyesha imani kuwa usitishwaji mapigano uliosimamiwa na Marekani utaendelea kudumu. Marekani bado inasalia kuwa muungaji mkono mkubwa wa Israel kijeshi na katika masuala ya kidiplomasia. Mnamo Jumatano, wabunge wa Israel walipitisha miswada miwili ya uvamizi wa ukingo wa Magharibi, hatua iliyolaaniwa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliyekuwa Israel hapo jana. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atatoa mwito kwa viongozi wa Ulaya kuongeza msaada wa makombora ya masafa marefu kwa Ukraine katika mkutano wa kilele utakaofanyika mjini London leo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atakuwa mmoja wa watakaohudhuria mkutano huo wa kilele. Katika taarifa, afisi ya Starmer imesema mwito wake huo atakaotoa katika mkutano huo uliopewa jina Muungano wa Walio na Nia unalenga kuhakikisha kuwa Ukraine imekuwa na mwendelezo wa mafanikio iliyoyapata wiki hii katika uwanja wa mapambano. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte, waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na mwenzake wa Uholanzi Dick Schoof wanatarajiwa pia kuhudhuria mkutano huo wa kilele London, huku viongozi wengine akiwemo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakitarajiwa kujiunga kwa njia ya mtandao. Wandani wa Ukraine wiki hii wameiwekea Urusi shinikizo zaidi, huku Marekani ikitangaza vikwazo vikali dhidi ya sekta ya mafuta ya Urusi. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Brussels. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameanzisha hatua ya mwisho kuelekea kufikia makubaliano ya lengo la miaka 10 la kupunguza utoaji wa gesi chafu ya kaboni kuelekea mkutano mkuu wa mazingira wa Umoja wa Mataifa. Viongozi hao wameweka masharti ikiwemo kuacha nafasi ya makubaliano hayo kupitiwa upya tena katika siku zijazo. Hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa na hakutarajiwi uamuzi, ila mazungumzo hayo ya viongozi hao yanatarajiwa kutoa mwelekeo wa makubaliano ndani ya wiki 2 zijazo. Viongozi wa mataifa 27 ya Umoja wa Ulaya wamefanya mazungumzo mjini Brussels kujaribu kupata mwafaka kutokana na malengo yao kadhaa walionayo, ambayo ni kuunga mkono biashara za umoja huo zinazodorora ikiwemo sekta ya magari, na kwa upande mwingine kuongoza katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Khartoum. Wawakilishi wa Marekani, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri watakutana leo mjini Washington na pande zinazozozana kwa muda sasa nchini Sudan. Kulingana na afisa aliye karibu na nchi hizo 4, mkutano huo utakuwa unalenga kuzipatanisha pande hizo mbili zilizo kwenye mzozo ili zisitishe mapigano. Mwezi uliopita, nchi hizo za kigeni zenye ushawishi kwa pamoja zilitoa mwito wa usitishwaji wa mapigano kwa ajili ya kutolewa misaada ya kiutu. Kisha baada ya hapo usitishwaji kamili wa mapigano ufuatie, hatua itakayofungua njia ya utawala wa kiraia. Afisa mwandamizi
Afisa mwandamizi aliye karibu na nchi hizo nne ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa mkutano huo wiki hii pia una lengo hilo na kuzishinikiza pande hizo mbili zinazozozana kusitisha mapigano kwa miezi mitatu kwa ajili ya misaada ya kiutu. Na hatimaye Istanbul, michezoni, timu inayoshiriki ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga VfB Stuttgart imelazwa 1-0 na Fenerbahce ya Uturuki usiku wa kuamkia leo katika mechi ya hatua ya makundi ya ligi ya Ulaya. Bao la Fenerbahce lilifungwa na Kerem Aktürkoğlu kupitia mkwaju wa penalti katika dakika ya 34 ya mechi baada ya Angelo Stiller kumwangusha Milan Skriniar. Na msikilizaji, kufikia hapo ndipo ninapofika mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.